Safi. Tunataka kuwasalimia. Hamjambo nyote? Bwana ni mwema. Bwana asifiwe. Tafadhali tujisikie nyumbani mwa Baba. Tumekuja kumwabudu. Tumemwabudu kupitia kwa Sabbath school, na wakati huu tunataka kujaribu kumwabudu kupitia kwa nyimbo. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa sabato hii, na asante kwa kipawa cha uhai. Umetupatia na fursa hii tuweze kukuabudu. Tunapokuabudu kupitia kwa nyimbo, Mungu njoo tupe sauti. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tunataka kuwa na utaratibu huu. Tutaita ni kipindi cha nyimbo. Tunapokuita tafadhali, kama ni kwaya, uje kwa haraka, muda ni mfupi sana. Tunapofungua wimbo nambari 40, tunawaita daraja mbili. Mimi nimezoea hivi, nikiona mtu ako na deni yangu nimempata, namwambia anilipe haraka kabla hajapotea tena. Sasa daraja mbili, mko na deni yetu, tafadhali njoo mlipe. Njoo mlipe namna hiyo. Number 40. Roho njoo, Roho mtukufu oshe moyo wangu. Tuanze pamoja. Njoo Roho mtukufu oshe moyo wangu, utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Roho mtukufu njoo nijaze sasa, utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Wanajipanga. Ujalize moyo wangu, ijapo sikuoni, nami ninakuhitaji, njoo nijaze sasa. Roho mtukufu njoo nijaze sasa, utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Watafuatwa na millennium. Millennium pia wana deni letu, watulipe. Shuhudie matendo ya Bwana. Msisonge, tulieni, mngoje kitambo kidogo, giza latoweka. Bwana atawala, tazama majeshi, falme zaanguka, zashindwa milele. Nyamazeni, nyamazeni, jiji, Bwana yuaja, anatawala. Bwana atawala, tazama majeshi, falme zaanguka, zashindwa
nasi. Tazameni vileleni milima, Bwana ameketi utawala wake. Bwana atawala, tazama majeshi, falme zaanguka, zashindwa milele. Nyamazeni, nyamazeni, jiji, Bwana yuaja, anatawala. Bwana atawala, tazama majeshi, falme zaanguka, zashindwa milele. Nyamazeni, nyamazeni, jiji, Bwana yuaja, anatawala. Millennium kama mpo tafadhali. Tangazeni watu wote wajue, kweli anaweza Bwana Mungu wetu. Kila goti sasa na lianguke, Mungu ndiye Mungu daima milele. Tangazeni watu wote wajue, kweli anaweza Bwana Mungu wetu. Kila goti sasa na lianguke, Mungu ndiye Mungu daima milele. Bwana atawala, tazama majeshi, falme zaanguka, zashindwa milele. Nyamazeni, nyamazeni, jiji, Bwana yuaja, anatawala. Bwana atawala, tazama majeshi, falme zaanguka, zashindwa milele. Nyamazeni, nyamazeni, jiji, Bwana yuaja, anatawala. Bwana atawala, tazama majeshi, falme zaanguka, zashindwa milele. Nyamazeni, nyamazeni, jiji, Bwana yuaja, anatawala. Bwana atawala, tazama majeshi, falme zaanguka, zashindwa milele. Nyamazeni, nyamazeni, jiji, Bwana yuaja, anatawala. Tuambiaje daraja mbili? Kabla tafadhali, kabla daraja mbili mchatoka, mtuambie chi ni maana gani kani gani? Yes, sasa ni wakati wa millennium. Tupatie wimbo moja, alafu tutashukuru. Next choir. Tutapata Nyankongo Central ndio watafuata. Kuja kwake Yesu Mwokozi.
watu wenu kufika hapa. Sasa tuambieje millennium? Amina, kuna tangazo kidogo hapa. Millennium vile mnaenda hivyo, wale wote wametoka millennium, washiriki wote wa millennium na kari, vile tunaendelea na nyimbo hivi, saa hii tukutane nyuma ya hema hiyo. Kwa hiyo nyumba ingine ika hapo for about 5 mambo moja na tarura. Kwa hivyo tafadhali, all millennium members and the card members, twende nyuma ya hiyo tent. Na wacha tu mizigo yako kwa kiti. Na huyu next muko mnakaa na yeye, mwambie mimi narudi nilende hii. Na tena tujue ya kwamba tuko town. Nende bintu byao. Linda mali yako, vitabu yako na vitu vyote ambao umebeba. Wa millennium na kali, tukutane huko nyuma kidogo tafadhali. Asanteni sana. Sasa ni wakati wa Nyakongo. Ningependa kuwatangazia kwa faida ya wageni, nyumba zetu za usafi siko huko juu ndani ya kanisa. Zimeandikwa vizuri, wamama pande hiyo nyingine na wazee pande. Kwa hivyo kwa faida ya wageni, kwa hiyo call of nature unafuka barabara unaingia ndani ya church. Yerusalemu,
Onyechera erenkomu amatemwa abuchire topo moyo togenderyoka waikatosoe Yerusalemu twaikire ekyambokero angenengeu twamboke togendeseito twarembelele segekegeke toikeseito twarembelele segekegeke toikeseito twaikire ekyambokero angenengeu twamboke togendeseito twarembelele segekegeke toikeseito twarembelele segekegeke toikeseito Teresi ndio mnafuata. Nonyatore abanenyi bense yemechando nebibe toremererie omoerio tobekerwe guto yobogui wango tomorore yeso kago chichai goro ya mare kocha koya bachore baye bagende igoro gotimuka nonyatore abanenyi bense yemechando nebibe toremererie omoerio tobekerwe buto yobogui wango tomorore yeso kago chichai goro ya mare kocha koya bachore baye bagende igoro gotimuka twaikire ekyambokero angenengeu twamboke togendeseito twarembelele segekegeke toikeseito twarembelele segekegeke toikeseito twaikire ekyambokero angenengeu twamboke togendeseito twarembelele segekegeke toikeseito twarembelele segekegeke toikeseito Teresi, kama mpo tafadhali. twaikire ekyambokero angenengeu twamboke togendeseito twarembelele segekegeke toikeseito twarembelele segekegeke toikeseito twaikire ekyambokero angenengeu twamboke togendeseito twarembelele segekegeke toikeseito twarembelele segekegeke toikeseito
aje? Amena. Ile uniform ya Millennium, Linus uniambie ulipima hiyo suti wapi nienda kupima. Alafu Nyankongo, hiyo dress. Muniambie mlipima wapi? Mpimire madam wana. Pia mono. Sasa ni gani? Ni Teresi. Teresi, karibu. Chinyanja nechiroro unachingoni chasireire masense yebibe wachenubaye basireire ase chinyanja nechiroro unachingoni chasireire masense Telemuke tu saizi tafadhali kama mpo. Yerusalemu, enze yo mandele na matunda.
Amen. Hallelujah. Amen. Wamemba vizuri kari. Lakini Michael Chorist hapa ananiuliza chiange chio chitopu chinkimogo sibeli chirabetelioka. Ako chikogolesha atienda uyara yasinya omo yambo sinyago sibia. Mungu awabariki. Tunawaita district children wakuje tafadhali. Kari niliambiwa wako na mkutano. Sawa, Kari kujeni. Nilipewa excuse yenu kwamba mlikuwa na mkutano, ndio sababu nilikuwa nataka kuwaruka, lakini njoni tafadhali. Muje haraka tafadhali. Hawa ni Kari wetu. Sasa Bwana Yesu yu mbinguni, anazidi kutuombea ndugu yangu. Kaza bado tufike pale kwenye makao ya milele. Kaza bado tufike pale kwenye makao ya milele. Hata sasa Bwana Yesu yu mbinguni, anazidi kutuombea ndugu yangu. Bado tufike pale kwenye makao ya milele. Kaza bado tufike pale kwenye makao ya milele. Wokovu ulishuka kwa mwanadamu, hakika tulistahili kifo. Mimi nawe tuko huru tena. Wokovu ulishuka kwa mwanadamu, hakika tulistahili kifo. Mimi nawe tuko huru tena. Kuna gari imeegezwa vibaya pale barabarani ya black KCQ. Digits zingine namba zingine sijui, tafadhali enda uegeza vizuri, itagongwa. Tutaimba na malaika mbinguni, wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana-Kondoo. Ole kwa walokataa neno,
tutaimba na malaika mbinguni, wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana-Kondoo. Ole kwa walokataa neno, ninyi mtalia machozi. Ole kwa walokataa neno, ninyi mtalia machozi. Wokovu ulishuka kwa mwanadamu, hakika tulistahili kifo. Mimi nawe tuko huru tena. Wokovu ulishuka kwa mwanadamu, hakika tulistahili kifo. Mimi nawe tuko huru tena. Wokovu ulishuka kwa mwanadamu, hakika tulistahili kifo. Mimi nawe tuko huru tena. Wokovu ulishuka kwa mwanadamu, hakika tulistahili kifo. Mimi nawe tuko huru tena. Amen. Tunaambiaje Kari? Wameimba vizuri, Kari wameimba vizuri. Lakini mjue hivi, ni kwa sababu mlitunyang'anya Nyachae, Elda Nyachae. Ndiye alikuwa director kwaya director ya Jogoo. Sasa ni zamu ya watoto wa district. Ile gari ambayo imepakiwa vibaya ni KCQ 750C. Tafadhali fanya jambo mwenyewe. Tarumbeta kilia, wafu wafufuke, tuishi bila kifo, tuishi na Mungu. Malaika wake wapiga vinubi, wafu watafufuka asubuhi njema. Asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema. Ajapo na uzuri wake, tasema na wanawe makaoni mwake. Fanya kazi yake, tapata ujira, roho takuwa safi. Asubuhi njema. Asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, tuwe na utukufu. Asubuhi njema. Asubuhi njema, tukimlaki Bwana, tukiziimba nyimbo, hatutaachana. Tafutwa machozi, naye Bwana wetu, ya kale yatapita. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema,
Hello? Hello? Jogoo Campus Center 2023. 2 Peter chapter 3 verse 18. Children growing in Christ. Jesus is coming soon. Get involved. Matthew chapter 24 verse 14. Amen. Amen. Yes. The hour sisi. Jogoo Campus Center 2023. Tayari kuwaletea shairi lenye mada rafiki. Karibuni. Nimemuona rafiki wa dhamani kubwa kwangu, anipenda kwa pole kweli, kuishi kutengwa naye lauku mimi siwezi. Tunakaa pamoja, pengine nimechoka, mimi ni mdhaifu, ndipo ninamtegemea kuniongoza njiani, pahali palipo nuru. Tunatembea pamoja, namwelezea huzuni na furaha yangu yote, vile vinavyosumbua, vinavyopendeza pia. Huniagiza kutenda, twazungumza pamoja, ajua nina dhamani, kuwafuta watu kwake, hivyo ananipeleka kutangaza neno lake, nitangaze pendo lake, twahubiri pamoja. Amen. Twende. Santeni, tunaambiaje watoto wetu? Amina. Hiki ni kionjo. Hiki ni kionjo. Wamewaletea hiki kipindi kidogo kifupi ili usiende nyumbani uende kukaa huko. Mchana watakuwa na vipindi vingine murwa. Karibuni tafadhali. Tuombe tukomee hapo kwa sasa kwa kipindi cha nyimbo, tuingie sehemu nyingine. Watoto wetu simameni hapo, simameni hapo, simameni hapo tuombe. Baba na Mungu wetu, asante. Tumefika kiwango hichi katika kukuabudu siku ya Sabato. Tunapoingia kipindi kingine, tunakualika Roho Mtakatifu awe pamoja nasi ili tupatapo matangazo yawe ya muhimu katika maisha yetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Wana na binti za mfalme, amjambo. Amjambo tena. Ni wakati wa matangazo. Ningependa kualika kila mmoja wenu katika ibada ya siku ya leo ya Sabato takatifu, baada ya kumaliza makambi ya wiki moja. Tunashukuru kanisa la Millennium, najua mko pamoja nasi. Kanisa la Kari Peace mko pamoja nasi, na makanisa haya mengine yaliyokuwa host ya kambi hii, kanisa la Nyankongo, Jogoo na Iteresi. Kwa hivyo kwa pamoja na wageni ambao wamejiunga nasi siku ya leo, tunawakaribisha sana. Tuna mambo mengi ya siku, kwa hivyo karibuni. Ningependa kuleta matangazo na kila mmoja wetu ili tuyapokee. Mapasta wetu wanatusalimu, amjambo. Asante. Kambi la Millennium linaanza wiki ijayo, Sabato ijayo, tarehe 20 mpaka tarehe 27.
6 mwezi huu. Kwa hivyo wale wahusika mnaombwa kupata nafasi ili kuhudhuria. Leo camp committee itakutana saa 10 baada ya mahubiri yote ya siku. Committee itakutana. Watoto wetu wako kwenye likizo, wamefunga siku 2-3 zilizopita. Kwa hivyo wakiwa pamoja nasi tuweze kuwasaidia kwa namna zote na kuwatunza na kuwaelekeza vizuri. Naamini walimu wetu wamefanya kazi nzuri, vile watoto wamesimama hapa mbele, wale ambao walipata nafasi. Kwa hivyo katika wiki 2 hizi ambazo zimebakia tuweze kuwatunza. Vivyo hivyo tunaombwa kuombea taifa letu ili tuwe na amani katika maridhiano, maana Mungu upendezwa na hilo. Sabato ijayo Millennium Camp Center watakutana katika camp center yao kule Millennium tarehe hiyo 19. Na vile vile tunaambiwa kwamba familia ya Abel Barongo inashukuru kwa sababu ya msaada mliotoa kwao wakati walikuwa na harusi yao. Katika kanisa la Millennium tuna tangazo hili la dedication ya mtoto ambaye anaitwa Gift Blessed Amenya, ambaye alizaliwa tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu katika Oresi Hospital ama Health Center. Babake ni Bernard Amenya Zablon na mamake ni Ven Kemto Amenya. Mtoto huyu atawekwa wakfu Sabato ijayo. Vile vile Iteresi inajulishwa kwamba wale walio na nia ya kusafiri kwa ajili ya harusi ya kesho mkutane baada ya mahubiri ili mjipange. Kanisa la Nyankongo Sabato ijayo ni Sabato ya elimu, Education Sabbath. Kwa hivyo nanyi pia mnaulizwa mjipange. Kanisa la Jogoo SDA Church vile vile Sabato ijayo itakuwa Sabato ya elimu. Kwa hivyo tunaombwa tujipange. Katika pia kanisa la Jogoo tunaarifiwa kwamba yule ndugu mwenda zake wa Mama Mary Ondiek atazikwa Ijumaa tarehe 18 mwezi huu kule Boronyi. Kwa hivyo kanisa linaulizwa kujipanga kuhudhuria mazishi hayo. Wale wote ambao walitoa pledges za camp offering tunaulizwa kwamba leo hii tunapomaliza makambi haya tutamatishe matoleo yetu. Na naomba kwamba tumekuja kwa wingi na wageni wakija kwetu ni baraka, lakini kuna wengine wamewekelea viti, vitabu, wengine watoto wetu ni wazuri, lakini kwa sababu ya kuwaelekeza na kuwatunza vizuri, kutii na kuwa na nidhamu na heshima kwa watu wakubwa. Jamani, ukiona mtu mkubwa amesimama, tunaulizwa kwamba tuweze kuwasaidia ili waweze kupata mahali pa kukaa. Watoto hawatakuwa wagonjwa kwa kutoketi kwenye viti. Kisha tunaarifiwa kwamba pia kuna dedication ya mtoto ambaye anaitwa Liam Kigen Biwot aliyezaliwa tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu. Babake anaitwa Lewis Manase na mamake anaitwa Abigail Chepchumba. Alizaliwa katika hospitali ya KTRH. Kwa hivyo atawekwa wakfu Sabato ijayo. Katika kanisa la Jogoo tunaambiwa kwamba Nyankongo Home Church itakuwa na maombi kesho asubuhi saa 12 katika nyumba ya Dennis Nyasunda ambaye anakaa Nyankongo Junction. Katika Kereli Home Church watakuwa na maombi kwa mzee wa kanisa Fred Nyanaro. Nyamumbo Home Church watakuwa na maombi kwenye nyumba ya dada yetu Isabella Mogeni. Mwisho kabisa ningependa
kutoa tangazo hili la harusi. Tuna furaha kutangaza harusi kati ya Emil Mongina Ombura na Mugusu Jimsley Makori, na msichana anatoka kanisa la Jogoo SDA Church, Jogoo District South Kenya Conference, na mvulana anatoka kanisa la Beyond Tomorrow Keroka South, Nyamira Westfield. Harusi hii itaunganishwa Jumapili ya tarehe 20 mwezi huu wa Agosti mwaka huu katika kanisa la Kisii Central SDA Church. Na matangazo haya, hili ni tangazo la 3. Tulitangaziwa tarehe 29 Julai, tukatangaziwa tarehe 5 mwezi huu Agosti, na leo tarehe 12 mwezi Agosti, na tangazo la mwisho litatolewa Sabato ijayo tarehe 19 Agosti. Kama kunaye aliye na swala lolote kuhusu ndoa hii, tunaomba alete habari hizo kwa mchungaji Clifford Mobisa Ratemo kabla ya tarehe ya harusi. Na kwa hivyo kwa sababu nimeulizwa kufanya jambo mmoja tu ili niondoke hapa, mazingira haya ambamo tumeketi yametolewa kwa ukarimu wa mmoja wa washiriki wetu. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ninamwalika Elder Douglas Nyamongo kutoa shukrani za kipekee kwa sababu ya ukarimu huo. Elder, karibu. Asante, shukrani mzee wa kanisa. Wana na binti wa mfalme na wasalimu nyote, hamjambo. Nyosheni mkono tuone. Asante. Kwa sababu ya ustaarabu wetu na namna tulivyo na familia zetu, tangazo limetolewa tu ya kwamba watoto wetu hawatakufa iwapo watakaa chini. Naomba walimu wetu mtusaidie. Kuna wageni ambao wamesimama pale juu, watoto wetu tuwatandikie vitambaa wakae. Tupate wageni wetu kukaa kwa ustaarabu. Naomba kwa unyenyekevu mkubwa. Ama hivi vilikuwa vimetengwa rasmi kwa watoto? Okay. Asante. Asante. Mmesalimu amri. Kwa hivyo iwapo kuna mtoto ambaye anaketi mahali ambapo sio pake, basi na asimame. Watoto wote wanakaa pande hii, vitu vimetengwa pande hii. Ni kwa sababu ya wageni. Tuwie radhi kwa hili. Ama iwapo umekaa mahali ambapo kuna kiti mbele yako ambacho hakijakaliwa, iwapo umeweka vitabu na begi kwa viti, naomba msaidie mashemasi wetu kwa ajili ya kushughulikia hilo. Asante. Nimeona walimu wetu wanashughulikia. Mungu awabariki sana. Ninapoongea, wazee wote wa kanisa Nyankongo Central naomba msonge mbele kwa dakika 5 tu. Wazee wa kanisa na wake wao, deacons wake wao na deaconesses wote. Tumesimama hivi kwa ajili ya kuwashukuru nyote, camp center yote, kwa ajili ya kutupa nafasi kama kanisa. Asante. Wageni wetu wote, iwapo hauna kiti naomba usonge hapa chini, tutakuhudumia vile utakapopata kiti. Naomba tusonge hapa chini. Nilikuwa nasema ya kwamba kanisa letu tuna furaha kubwa kuwashukuru Camp Center Committee, kushukuru washiriki wote wa Jogoo kubwa kwa ajili ya kupatia nafasi kama kanisa to host this camp meeting for 2023. Kwa hivyo wazee hawa nimewaleta mbele ili tutoe shukrani ya kipekee kwa ajili ya nafasi hiyo. Ya pili ni kwamba kwa ukarimu mkubwa tungependa kushukuru familia ya mshiriki wetu Mose na mke wake. Sijui wamekaa wapi. Mose na mke wake na familia yake. Ningependa kuona mahali mlipo.
na familia nyingine ni ya niliita elders wote na wake wao, deacons wote na wake wao, na deaconesses Nyankongo Central. Mje mbele kwa haraka. Familia ya pili ambayo tungependa kushukuru ni jirani wetu hapa, Kinanga family, kwa sababu ya ukarimu wao. Nashukuru nimewaona Mose na familia yake. Naomba tutembee kwa haraka kwa ajili ya kumaliza hili ili tupate kutoa shukrani kama kanisa. Nimeleta hawa kwa sababu hawa ndio uongozi wa kanisa. Hawa ndio walikubali katika baraza la kanisa kukubali ya kwamba tuwe na camp katika sehemu ama eneo hili. Mzee Mose ndiye huyu, ni mshiriki wetu. Mzee huyu tulipoenda kwake kama kanisa, tukaomba ya kwamba tupe nafasi kuwa katika uwanja huu. Alisema ya kwamba siku zote kanisa inapokuwa na hitaji, iwapo hata kuwa amejenga chochote katika uwanja huu utakuwa ni wa kanisa. Ni wangapi ambao kwa mikono yao watainua na kumshukuru huyu mzee? Mungu awabariki sana. Kwa niaba ya uongozi wa kanisa, hao wote ambao wamesimama hapa ni wazee na wake wao, deacons na wake wao na deaconesses. Tungependa kushukuru familia hii, familia ya Kinanga, mahali ambapo tunakaa pande hii, kwa kutukubalia ya kwamba tukaweka viti pale kwa ajili ya ustarabu wa ibada ya Sabato ya siku ya leo. Kwa hivyo wote tutanyosha mkono kwanza kukaribisha wageni, na ya pili kuwashukuru wenzetu ambao wamefanya hili na kufanya ombi kwa ajili ya familia hizo mbili. Na ningemleta mzee wetu Otiso kwa ajili ya kufanya hilo. Mungu awabariki sana. Happy Sabbath. Naomba tuitike kwa sauti happy Sabbath. Tuinue mkono tusalimiane Sabato takatifu. Amen. Kama Nyankongo Church na jinsi ambavyo mzee amezungumza, tunatoa shukrani kwa kamati ya makambi ya Jogoo kwa kuchagua kanisa letu kama host church ya makambi ya mwaka huu. Hakika tumebarikiwa sana kama Wanyankongo, na naamini ya kwamba katika makambi ya Jogoo pia tumepokea baraka hizi za makambi. Wageni wetu wote kutoka Jogoo P na wageni ambao wamejumuika nasi kutoka makanisa mengine jirani, mumekaribishwa sana hapa Nyankongo kwa ajili ya makambi. Na shukurani kwa mzee wetu Mugaka Mose no mwanginoye, vile mzee amezungumza ekiagara tu amukwanirete biya omugako yagaitaba. Mubarikiwe nyote katika makambi ya leo na Bwana asifiwe. Basi na tuombe. Baba Mungu wetu aishie milele, tunashukuru maana katika juma hili umetuandalia makambi katika eneo hili la Nyankongo, makambi ya Jogoo. Na tunashukuru kwa sababu ya wageni ambao tumekuwa nao katika juma hili. Neno lako limetangazwa katika eneo hili na limekuwa la mibaraka katika watoto wako. Na leo hii tumefika kelele ya makambi ikiwa ni Sabato yako takatifu. Mungu wetu, tunaomba Roho wako Mtakatifu atawale katika mkutano huu wote, ili ujumbe tutakapoupokea siku ya leo kila mmoja aupokee kwa njia kamilifu, na utuandae zote katika ufalme wa milele. Tunaombea mzee Mose pamoja na familia yake kwa ajili ya kutoa uwanja kwa ajili ya makambi. Mungu wetu, tunamwombea baraka tele tele, familia yake, watoto wake, mke wake, pamoja na hata jirani zake. Mungu wetu, nao pia wapokee mibaraka ya makambi. Tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu katika mkutano huu wote hadi tutakapofika tamati,
Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mbarikiwe sana. Asante. Kuna matangazo mawili ambayo tumeyapokea. Tangazo lingine ni kwamba wa Adventist men wa Kambi Center wakutane baada ya mahubiri, na kuna tangazo la child dedication la mtoto kutoka Jogoo, Nolan Dixon Mirieri, ambaye alizaliwa tarehe 19 Aprili mwaka huu na alizaliwa Christian Marian Hospital. Babake ni Oscar Gekonge na mamake ni Sara Monchari. Mtoto huyu ataombewa wiki ijayo. Mungu awabariki. Tukisubiri kipindi kingine, tuimbe namba 3. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu aliyejitoa maisha yake tuwe nao uzima wa milele. Alison. Msifu watu wafurahi na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Ukamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kuungama mara moja wale kusamehewa. Msifu dunia asikia. Msifu watu wafurahi na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu dunia asikia. Msifu watu wafurahi na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Tunasubiri mwenye kipindi, tufungue namba 35. Nimekombolewa na Yesu. Nimekombolewa
Asante kwa wimbo mtamu. Tunaingia sehemu nyingine ya ripoti za kambi tangu tulipokutana mwaka jana. Lakini kabla ya kumleta mweka hazina wa Camp Center, ningependa kutangaza nyumba za usafi. Tutaenda pale kanisani, tutavuka hiyo barabara, tuingie kanisani. Kule juu kuna upande wa kushoto ni nyumba za kina dada na upande wa kulia ni nyumba za kina kaka. Hizi nyumba za hapa nyuma zimewekwa kando kwa ajili ya wageni wanaotuhudumia kwenye makambi haya. Tutunze usafi. Kwa hivyo ningependa kwa sasa tuombe, nimwalike mweka hazina. Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya wingi wa fadhili zako. Umetulinda mwaka mzima tangu tulipokutana kwenye makambi ya 2022 na leo hii umetukusanya pamoja ili tuweze kukuabudu. Roho wako Mtakatifu atuongoze hata tunaposikia ripoti ya chinzi tumefanya kupitia kwa matoleo. Tunaomba kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Karibu. Wasafiri wa mbinguni, hamjambo? Salimia mwenzako, mwambie karibu kwa sababu ya camp meeting ya this year. Praise God. Saburi ni sura Saburi chapter 100 fungu la 4 inasema, let us enter into the gates of the Lord by the word password of thanksgiving. Praise God. So kama unataka kuingia into the presence of God, tunaingia hapo na shukrani, tukienda pale tukitumia the word password. Sijui kama simu yako iko ina hiyo password. Andika password inaitwa thanksgiving, then you will enter into the presence of who? Praise God. Kwanza tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu ambao ameturete from last year, the year 2022, na mwaka huu ambao ni 2023. For the year 2022 katika kambi ya Jogoo tulikuwa makanisa 4, lakini mwaka huu tuko makanisa 3 ikiwemo ni Jogoo, Mama, Iteresi pamoja na Nyankongo. Na kwa sababu hiyo, vile mwaka imeisha, tumekuja makambu, tunataka kujua jinsi tumeenda into the presence of God with the password what? Thanksgiving. Praise God. Nitaanzia kanisa ya kwanza ambayo ni Jogoo Mama katika mwaka wa 2022. Katika upande wa tithe, wanajogoo walitoa 3,823,738. Hiyo ni upande wa tithe. Ukikuja kwa camp offering, wanajogoo rasia walitoa 500, ama maybe let me make a comparison ndio tutaenda kwa haraka. Kwa tithe last year 2022 wanajogoo walitoa 3,823,738. Ukianza kuangalia na mwaka huu wa 2023 katika upande wa tithe, wametoa 4,408,966. Tukikuja katika upande wa combined offering, mwaka uliopita wanajogoo Mama walitoa 569,511. That's 569,511. Ukianza, if you make a comparison na mwaka huu wametoa 659,700
191. Tukuje kwa upande wa camp meeting offering. Last year Jogoo walitoa 109,906. Ukijumlisha fedha zote za last year, Jogoo mama walitoa 4,503,155. Na mwaka huu wametoa 5,232,157. So there has been an increase of 16%. Praise God. When we come to Nyankongo, which is growing, and that is why waliamua tukuje kwao. Let us compare what they did last year mpaka wakaonelana vizuri kambu ikuje hapa. Last year 2022 Nyankongo walitoa tithe ya 1,311,771.50 cents. Katika tithe ya mwaka huu wametoka from 1,300,000 wamekuja to 1,859,412. Tukikuja katika combined offering, last year walitoa 45,312. Na mwaka huu wametoa 60,861. Camp meet 611.50 cents. Mwaka huu wamekuja to 123,050. Ukijumlisha fedha ya Nyankongo, last year walitoa 1,456,695. This year wamefikisha to date 2,43,323. An increase kwa percentage wamefika 40%. Praise God. Walideserve tukuje kwa wanaiteresi. Last year 2022 tithe yao ilikuwa 868,000 and 17,075 cents. This year wametoka 800 wamefika 1,072,607. Combined offering last year walikuwa 122,404.20 cents. This year wamefikisha 130,000 and 24,050 cents. Ukikuja kwa camp offering, last year walitoa 83,685. This year wamekuja kwa 89,865. Kujumlisha fedha ya waiteresi, last year walifikisha 1,74,111.95 cents. Kwa this year wamefikisha 1,292,496.50 cents. Average yao this year wamefika 20%. Praise God. Ukichumuliza for this year, because ndio mwaka tuko kwa makambi ambao ni 2023, kwa chumura mambo ya tithe from the 3 churches tumefikisha 7,340,985. Tukikuja kwa combined offering ni 850,676.50 cents. Tukikuja kwa upande wa camp meeting ni 376,315. Total ya fedha kutoka makanisa matatu kwa chumura ni 8,567,000
$9.76.50. Tukitaka kujua tofauti, the difference between last year 2022 na mwaka huu kwa upande wa tithe, there is an increase of 1,240,457.75. Katika upande wa combined offering tumeongeza na 23,164.30 cents. Katika upande wa camp meeting kumekuwa na nyongeza ya 29,618.50 cents. Na kwa jumla kumekuwa na kuongeza kwa 1,534,014.55 cents. Kwa percentage nataka muone ni upande gani tumeimprove zaidi. Kwa part ya tithes we are improved by 16.90%. Lakini ukikuja kwa combined offering tumeimprove na 2.72%. Kikuja kwa camp meeting offering ni 7.87%. Kwa jumla there is an improvement of 17.90%. Mnasemaje? Kwa hivyo kwa zote mahali ambao tumeregea zaidi ni combined offering, ambao tumeincrease tu na percentage ya 2.72 kwa sababu ya the new system ya CFMS. Kama saa zingine tukiuza vitu tunasahau kutoa, conference zetu zimeonekana vizuri, tuanza kutumia njia gani ya CFMS. Hata ukiwa kwako kama umepata fedha mahali ulikuwa unauza, umepata profit, unalipia wapi? Hapo hapo. And by so doing hatutakuwa tumesahau, na hata zile ambao tutakuwa tumetumia pande nyingine zote hazitakuwa zimetumika. Unajiuliza swali, yako iko hapa? Uliza mwenzako, yako iko pale kweli? Na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Tunataka kuomba ili tuweze kumaliza. Baba mtakatifu aishie mahali pa juu, tunatoa shukrani na sifa kwa sababu ya ulinzi na upendo mkubwa ambao umetukirimia kama wana na binti wako. Vile tumesoma Baba yetu ripoti ya matoleo, ni kwamba Baba yetu wewe ndio nao tubarikia, na vile ambao umetubarikia umesema tuweze kutoa ile sehemu ambao Baba yetu ni ya kukushukuru. Mahali ambao tulichatenda sawa na mapenzi yako tuitisha msamaha. Na kuanzia sasa Baba na kuendelea, jinsi tunavyoona mambo yanayoendelea katika ulimwengu, ni kwamba Baba uweze kubariki kila mmoja, na zaidi kulingana na vile umetubariki Bwana tuweze kukutolea vile vichache. Tena mapenzi yako kwa mkutano wa siku ya leo wote, na Baba tunaomba Roho Mtakatifu asidi kutamaraki mahali hapa hata tamati. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tukisubiri kipindi kingine, number 46. Miguuni pake Yesu maneno yake tamu, palipo heri ni wepo kila siku.
Wapenzi wa Mungu, amjambo. Wakati tena tumefika kipindi kingine ya kwenda kumtolea Mungu sadaka. Kwa hivyo nataka tuombe kwa ajili ya muda. Tuchukue mawazo yetu kwa Mungu. Baba, wakati tuacha mbele zako na wingi wa shukrani, tunaenda kutolea sadaka. Evuro wako katuongoze, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Pastor. Nashukuru kwa sababu nimesikia hakuna kelele ndani ya mkutano. Hata watoto wetu wanatulia, hawafanyi kelele. Mama, vijana, wazee, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Kabla tuchingia kwa matoleo, hebu tusome mafungo haya. Zaburi 96 fungo la 8. Nasikia watoto ni watulivu, ila ni mama tu wanaongea. Zaburi 96 fungo la 8. Andiko linasema, let me read please. Ascribe to the Lord the glory due to his name. Bring an offering and come into his courts with thanksgiving. Deuteronomy 16 verse 16 to 17. Deuteronomy 16 verse number 16 to 17. 3 times a year all your males shall appear before the Lord your God at the place which he will choose, at the feast of unleavened bread, at the feast of weeks, and the feast of booths. They shall not appear before the Lord empty-handed. Verse 17, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God, which he has given you. 1 Chronicles 29, verse number 9. 1 Chronicles, verse number 9. Then the people rejoiced because this had given willingly, for with a whole heart they had offered freely to the Lord. Even David the king also rejoiced greatly. 2 Corinthians 9 verse 7. Each one must do as he has made up his mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. For those of us who were here yesterday, you were learning about tithes and stewards, tithes and offerings. Tithes were used to support the Levites who were working in offering sacrifices in the temple, because they had no portion among the other tribes. So the Lord said, of all that he has blessed you, be it from the garden, plantation, trees, animals,
falls all parts and ends, even your salary, you take out of a tenth, and then you tithe to the Lord. These days, the tithe is used to support full-time gospel workers. Right from our local conferences, Union to the General Conference. Those are the Levites. Offerings are also used to support the work, the development of the church. That's what we learned yesterday. So when we give an offering, we should give it willingly, with willingness. We will give it with love, because love is also the key in giving. So we give to show our love to God and His love to us. We give offerings to express our gratitude to God. We give to give thanks to the Lord because He has sustained us good health. He has given us strength to earn whatever we have earned. Because in Psalms 24 verse 1, everything on the earth belongs to Him, the Creator. And He is the best example. As we read John, the Gospel, chapter 3, verse 16. The 1 John 4:19. He is the great giver. So His children who have been blessed of the Lord, they have to give. In our envelopes, which we use to give our tithes and offerings, you go from the back page behind there, they have shown you the percentages which remain in our local churches, and then in the conference union, right to the general conference. And also down there, back at our envelopes, I know many of us have never looked into this. It reads, kila mtu nafikiri ana bahasha mkononi, kwa wale ambao wako nazo, each one shall do as he has made up his mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9 verse 7. And Helen White also says, it were better not to give at all than to give grudgingly. When we have not the spirit to give freely, we mock God. So, mambo ya matoleo ni moyo. Vile umekata kahuli, meona jinsi Mungu amekubariki na mali zilo niko nazo, kwa kutoka kwa mifugo, kwa shamba, kwa msahara. When you give, it is a matter of your heart. You don't give because you have been compelled or forced to give. You give willingly. Sasa kuna ratiba ambao nimeona hapa Helda ako naye, vile mazoeo yenu yako ya kwamba usually in every year in our camps we give 4 kinds of offerings. Tunatoa kambi expense, matumishi ya makambi. Tunatoa thanksgiving, hiyo ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu jinsi amekulinda tangu mwaka jana, makambi ya mwaka jana hadi hii leo. And then we give camp offerings na children offering. Niliulizia, je, tunatoa kwa upamoja
ili wanaohusuka waende kuwawa peke yao. Nikaambiwa hapana, tunatoa in intervals. Hii ikimalizika, tena vyombo vinatolewa kwa ya pili, kwa ya tatu. Sasa tuombe. Baba, tusaidie mioyoni mwetu, tusiche tukakunyang'anya vilivyo vyako. Utupe upendo wa shukurani kwa mali ambao umetubariki nayo tunapokutolea kwa ajili ya kazi yako. Ni katika jina safi la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba. So leo nafikiri shemasi ni wengi. We have deaconesses and deacons who are going to wait upon us. Na ni vizuri utoe pesa zako usiweke karibu mkononi. Kama unapasa pale uliko, kama huna utapatiwa, unaandika jina lako, maybe your phone number, maana siku hizi mambo ya addresses hakuna. Wachana mambo ya email, we weka tu telephone number na uandike kanisa lako. Alafu uandike hiyo umetoa tithes, umetoa offering, umetoa kambi expense, umetoa thanksgiving, jina, nambari yako, kanisa lako na sadaka aina gani umeweka pale. Tusambaye kote kule nito wamo twesi arere gatigati abantu abandi rogoraria. Mbawate namba. Treasurer, kuna watu wameuliza, je, akitoka kutoa ni namba gani atatumia? Can you help them please? Ikiwa mtu anataka kutoa na M-Pesa, treasurer atatoaje? Naweza kutuelezea? Treasurer yuko hapa? Tunaomba treasurers wote wa makanisa yote manne, makanisa matano, naomba tuteremke hapa chini kwa haraka tafadhali. Treasurers wote mtatusaidia kwa haraka. Treasurer wa Nyankongo, Jogoo, Iteresi, Kari na Millennium, naomba mje hapa mbele. Wazini wote wa kanisa, church treasurers, tungependa kuwaona hapa. Wimbo kwa pamoja. Sikwaya. Tukikusanya hizo sadaka zote, tutakuwa tunaimba namba 98, 98. Kuna wale ambao yawezekana hela zao zipo kwa M-Pesa, tutawapatia namba za treasurers wetu, then we will receipt, tutakupatia receipt kwa sababu tutapata jina lako pale. Ndio maana tunahitaji treasurers wote hapa. Ilikupa wewe damu ya moyoni. Tunaimba pamoja. Nilikupa wewe damu ya moyoni, ile
kwanza ni camp expense kwa wale ambao wana M-Pesa. Mashemazi wetu tafadhali, yule ambaye anatuma na M-Pesa mpatie bahasha, akaandike jina lake na namba ya simu, na hapo juu ataandika ya kwamba ametuma kwa M-Pesa. Ya camp expense yote inatumwa kwa treasurer wa camp center. Namba ya simu ni 0701 863-905 Alice Tongi. Camp expense ni 0701 863-905. Inaenda kwa treasurer wa camp center. Naomba mashemasi muwapatie bahasha, inaandikwa tu ili tuhainishe baadaye. Namba ni 0701 863-905. Mnapomaliza mashemazi wetu, mnaleta sadaka zote hapa chini tunapojiandaa kwa sadaka ya pili. Naamini tunaanza sadaka ya pili. Nikubalie nitume namba za mashemazi waazini wetu Jogoo. Jogoo ni 0769 486032. Jogoo 0769 486032. Treasurer Wakari 0724 729655. Kari treasurer ni 0724 729655. Treasurer wa Millennium, namba ya simu 0710 744 214. Kwa wale ambao wanatoka Millennium, namba ya muazini wa kanisa 0710 744 214. Nyankongo Central Church treasurer 0724 66 1168. 0724 kwa Nyankongo 0724 66 1160. Asante, tunawakaribisha kwa sadaka ya pili. Karibu mchungaji. 01120822602 iteregistration Nyamongo utaipata. Sasa naona tunakimbisana na wakati. Sasa ni Thanksgiving offering ya kumshukuru Mungu. Pia iweke tayari mkononi na umeweka ndani ya bahasha ili ukaisa ukaitoe. Na ukiwa hukupata ile namba ya M-Pesa kwa ya treasurer yako, unaweza kuja Helda anaweza kupatia wewe. Kwa hivyo samashi wetu, pitisha hiyo vitu tena kwa Thanksgiving. Hiyo ndio sadaka ya pili, mwimbaji. Asante. Sadaka ya pili ni sadaka ya shukrani. Bahasha ina sehemu hiyo. Andika majina yako kikamilifu, namba ya simu na kanisa lako. Iwapo wewe ni mgeni, andika pale juu kuwa wewe ni mgeni. Barikiwe sana. Namba za simu tunazidi kurudia: iteresi 0112082602, 01120822602. Nyankongo 0724 661160. Millennium 0710 744 Jogoo 0769486032. Kari 0724 729655. Asante. Tunapoendelea namba 55 na ninamuita Pastor
Judith Mugeni akuja huo wimbo na mimi pamoja na Obed. Tafadhali. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo. Punde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Twapanda kwa Bwana mbegu kila siku, tujapona tabu na huzuni. Tuishaposhinda atatupokea, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Wanapojipanga kuimba, majina ya treasurers: Jogoo anaitwa James Mokaya Mirioba kwa ile namba 0769486032. James Mokaya Mirioba. Nyankongo ni Evans Momanyi. Millennium ni David Oenga. Kari ni Gladys Mobisa. Iteresi treasurer. Namba 106. Treasurer wa Iteresi ni Janet Okenye. Number 106. Ukitafuta mali unawasa kwa Yesu, kwa matendo yake unawasa kwa Yesu. Mambo yako ya raha
wetu ambao ni camp offering. Tunapoendelea huko mbele, tunatoa tithes na misadaka ya camp offering. Get ready for that, please. Let's continue. Camp offering now. Tunaimba pamoja stanza 3. Sani za dhamani kwake hamnayo kazi, wala hamfanyi bidii, kwake hamnayo kazi. Hamkufikia kwao walio shimoni, na waliopotea, kwake hamnayo kazi. Na wazaa majani tu, unatunda kwa Yesu, mikono imitupu, unatunda kwa Yesu, unachembe kwa ghala, kazi yako kulipa, wala huna furaha unapomwona Yesu. Tunaendelea number 107 sababu sadaka bado. Sauti ni yake Bwana, kwenda nami tayari, mavuno yanakawia, nani atayavuna? Kwa kudumu anaitaza wadi atatoa, nani atakayejibu? Ndipo Bwana nitume. Kama huwezi safari hata nchi za mbali, pana watu karibuni wasiomjua Yesu. Kama huwezi kusema jinsi ya malaika, waweza Kwa Iteresi, Iteresi ni Lilian Okenye, ndio jina la treasurer. Iteresi ni Lilian Okenye. ingawa huwezi kuwa mkesha mlangoni, ukiwatolea watu nafasi ya uzima, kwa sala na kwa
Tangaza ni sadaka ya watoto, sadaka ya 4. Ndio pastor anasema hapa, mic yake ndio imemfeli. Wale ambao mko kwa mic hapa mnatuchunga, tunaenda pamoja nanyi, mtuche mkatusahau. Sasa we are giving the children offering. Na washemashi mnaweza kurudi pale mkacollect. Kila kuna neno limekuja ya kwamba bali mekabiri moino mokaliko baikera. Emo singereta amokoka. Abantu mbale cha abuse na chire nyomo mabo. Wenye wako shambani, wenye wako pande ile nyingine, tafadhali mashemazi muweza kuwafikia wote. Bali chia machia para rugora alia batumiringana nga kaliwo iko igomora mwamo. Esiarere baka magega risiko imaye chiema na ase chae ena chire gotira. Bantu batebire mara rusadako. Basi wimbo tuendelee. Iteresi, jina la treasurer ni Lilian Okenye. 69. Chakutuma enesina. Chakutuma enesina eladamu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Weka maiki ya pastor. 142. Nasikia mwito. Nasikia mwito, ni sauti yako, nikasafiwa kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesongea mtini pako, unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Ni mnyonge kweli,
so much. God bless you for that good service. Watu wa Mungu, tumeshukuru kwa matoleo yale ambayo mmemtolea Mungu wenu, na bado ukiwa hujafikiwa unaweza kuja hapa mbele ukamtolee Mungu vile ulikuwa unatoa. Sijui kama kuna semashi yoyote ambayo hajafikisha hapa mbele, maana tunataka kutamatisha na ombi. Kiwa ulichelewa na hukufikiwa, naona kama kuna wawili pale ndani tena. You are a bit slow, please do it fast. Fanyeni haraka. Time is not on our side. Tunawashukuru kwa matoleo na kwa utulivu mkutanoni, maana hakuna watu wanaye randa kwa mkutano. People are very silent, very eager, waiting to listen to the voice of the Lord. All right. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa mibaraka na kwa matoleo ya watu wako ambao wamekutolea kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba uwabariki, na hata waimbaji ambao wanaye kuongoza chorista hapa na kwaya zote kwa ujumla, situbariki, situinue hadi tunapoendelea kukua kirohoni, na programu ambao iko mbele yetu ambayo itakuja. Tuomba uwepo wako uendelee kuwa pamoja nasi, kupitia jina safi la Yesu Kristo Bwana wetu. Barikiweni, asante. Tunawaita Nyankongo Central haraka sana. Nyankongo Central Youth. Nyankongo Central, kama mpo tayari, na waibia muda na nyinyi hamwezi kuitikia, tafadhali. Uliniimbe tena 130 wakikimbia hapa. 9. Uliniimbe pamoja. Uliniimbe tena neno la uzima, uzuri wake nione, neno la uzima, neno hili zuri la fundisha kweli, maneno ya uzimani, maneno mazuri, maneno ya uzimani, maneno mazuri. Wimbo mara moja tafadhali.
usingizi wa kiroho. Umelala kwa dhambi, agizo la Mungu umeweka kando. Mkaribishe Bwana Yesu, hakika kiumbe kipya utakuwa. Karibishe Bwana Yesu, hakika kiumbe kipya utakuwa. Pambazuko ikaribu, amka toka usingizi wa kiroho. Umelala kwa dhambi, agizo la Mungu umeweka kando. Karibishe Bwana Yesu, hakika kiumbe kipya utakuwa. Karibishe Bwana Yesu, hakika kiumbe kipya utakuwa. Yesu leo aita kwa upole, fikiri moyoni mwako, mfungulie roho. Mbona sasa ufanye moyo mgumu? Amua sasa uje kwake Kristo, wewe uliye na mashaka. Yesu atakukomboa. Yesu leo aita kwa upole, fikiri moyoni mwako, mfungulie roho. Mbona sasa ufanye moyo mgumu? Amua sasa uje kwake Kristo, wewe uliye na mashaka. Yesu atakukomboa. Kama mwana mpotevu alivyowaza moyoni, karudi nyumbani. Ukawa na furaha nyumbani. Ndivyo mbingu furahi mdhambi moja anaporejea. Ndivyo mbingu furahi mdhambi moja anaporejea. Kama mwana mpotevu alivyowaza moyoni, karudi nyumbani. Kukawa na furaha nyumbani. Ndivyo mbingu furahi mdhambi moja anaporejea. Ndivyo mbingu furahi mdhambi moja anaporejea. Yesu leo aita kwa upole, fikiri moyoni mwako, mfungulie roho. Mbona sasa ufanye moyo mgumu? Amua sasa uje kwake Kristo, wewe uliye na mashaka. Yesu atakukomboa. Yesu leo aita kwa upole, fikiri moyoni mwako, mfungulie roho. Mbona sasa ufanye moyo mgumu? Amua sasa uje kwake Kristo, wewe uliye na mashaka. Yesu atakukomboa. Yesu leo aita kwa upole, fikiri moyoni mwako, mfungulie roho. Mbona sasa ufanye moyo mgumu? Amua sasa uje kwake Kristo, wewe uliye na mashaka. Yesu atakukomboa. Yesu leo aita kwa upole, fikiri moyoni mwako, mfungulie roho. Mbona sasa ufanye moyo mgumu? Amua sasa uje kwake Kristo. Yesu leo aita kwa upole, fikiri moyoni mwako, mfungulie roho. Mbona sasa ufanye moyo mgumu? Amua sasa uje kwake Kristo, wewe uliye na mashaka. Yesu atakukomboa. Amen. Tunawaambiaje Nyankongo Youth? Amina, asanteni kwa wimbo mtamu. Wakati huu tunataka kuwaalika, wakaribisha wahudumu. Tutasimama tuimbe wimbo wa kuwakaribisha wahudumu kutoka hapa mbele. Yesu umetuahidi, tuanze pamoja. Umetuahidi
sifa. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia sifuni. Baba, Mwana naye Roho. Tuombe. Asante Mungu wetu kutualika sote toka sehemu mbalimbali, ukatuwezesha kuitikia sauti hii ya mwaliko wako, ili utubariki kwa uwepo wako na kwa neno lako. Kajifunue tena kama ulivyofanya toka tulipoketi mbele zako asubuhi ya leo. Kanene nasi neno lililo hai, ukatutakase na ukatuponye. Kaimize ndani yetu roho ya kukutumikia kwa furaha tunaposubiri kuja kwako mara ya pili. Yote yatakapokwisha nenwa, heshima na utukufu vikurudie wewe. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Wapendwa na wazalimu katika jina la Yesu Kristo, happy Sabbath. Happy Sabbath again. We want to thank God. He has taken care of us for a whole year. Since last year's Sabbath, when we were at Jogoo for our camp meeting, and by His grace He has assembled us together this year, the whole of this week, that we have been able to receive His word. We praise His name. Nachukua fursa hii kwa njia ya kipekee niweze kutambua wageni ambao wamekuja kushiriki pamoja nasi, hasa nikianza pamoja na makanisa yetu. Nafahamisho ya kwamba kuna wageni ambao wametoka katika sehemu yetu ya wilaya yetu Jogoo B. Hao ni wana Millennium pamoja na Caripis. Kwa njia ya kipekee, ebu nione wazee wa haya makanisa wakisimama wasalimie the church on behalf of these two churches. Ebu ni muombe Elder Isensi wa Millennium pamoja na Elder Kinari wa Caripis. Asante sana Elder. Then Elder Isensi wa Millennium. Asanteni, karibuni nyote. Vile tuna wenyeji wa Jogoo A. Naomba nione Elder Nyamongo wa Nyangongo Central akitusalimia tena. Elder karibu, na wana Nyangongo karibu nyote. Vile ni muone Elder Makori wa Iteresi, mzee wa kwanza wa Iteresi. Elder asanteni, tusalimie. Abanji bo manene na kibwaire. Karibu siku ya leo. Asanteni. Vile tuende kwa kanisa letu la Jogoo. Na muomba ni muone Elder Nyandika akisimama asalimie kanisa. Wapendwa, habari ya asubuhi. Mungu ni mwema. Ni furaha kuwa pamoja tena. Tukiwa pamoja upande huu, tunamshukuru Mungu kwa wema na ulinzi wake, na Mungu awabariki wote. Karibu sana. Wana Jogoo karibu. Vile tuna furaha kubwa kumuona one of our pastors who served in our district, Pastor
Sanduki, Penison, Nyairo ako pamoja nasi akiwa na familia yake. Elda karibu, pastor karibu. Basi asante mzee wetu, msaidizi wa pastors wetu. Nashukuru kwa nafasi hii. Leo tuliamua kuja, tulikuwa tumesikia kwamba mko pamoja hivi, na nashukuru Mungu kwamba tumekuja. Na mama na watoto wako hapo kwa mkutano. Tumekuja kuwashuhudia kwamba ile furaha ambayo tulikuwa nayo tukifanya kazi iko ndani yetu. Tena ile furaha ambayo ya kutusindikiza kwenda nyumbani. Omogo kuria tuwalete wogo toiranka kurwa semeremo noro twata kworo kinganto nyurendete nandika no gendete koba. We are there moneti kabaseni pastor Mbiamono. We are hearing the new good news na watu wakaneti ngasa igaba kanwe Mubachi district ivere, and you are heading there which is good. No korwa unakuwa somwa na alisi. Tunashukuru kwamba mumeonyesha kwamba mnaendelea kukua. By the way, umusingi olitu abayigetelire twarenga God willing tuwakolege ntoki tuwagenderere, and you are one of the strongest districts in the conference. We praise God. Ekengese kiatigalete go chaga ni number one of the leading ones. And again nyinyi muliza mmoja wetu kwa wale wawili, mmoja akaenda nyumbani, mwingine mkamtoa hapa kaenda ofisi. Pastor Ongige umaeteko kinyumo pastor akole mirimo elindegerage ndiko kole mirimo officers department. That is a great honor. And even also Mukabe district na kuritayo umaeteko district kuritayo mu pastor nigenteka kungusana. And you did it in such a way that it was tremendous all over. I was receiving calls from the US. Tulisikia kwamba kwenda kwako nyumbani kigera mbali bamanyete paka agabu America. Ya kwamba ilikuwa thunderous. Nikawaambia ndio ilikuwa. So nashukuru kwamba nyinyi mfano wenu ni mzuri. Continue maintaining it as we go along here, waiting for the Lord to come. Pastor Mbiamono, omogo akorinde you boost. I mean, you see there was some kind of joyous kind of services here. Yasa tikaba sini Mbiamono umachoga no aralie bimonto biri abandu moko na kombori nga bakindire no baralia mulisikara abaleta na omora abarora. Naomba familia ya pastor wasimame ili waweze kutusalimia. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, tusalimiane. Amen. Oh hallelujah. Tusalimiane. Amen. Oh hallelujah. Tusalimiane. Amen. Oh hallelujah. Pastor kwanira mange tigatuigo korandi. Omwana oyo akoro ku Gonzales Nyairo. Oyo oro kwa Abigail Nyairo. Awande mbaro. Tunawasalimu amjambo. Hatujambo. Mimi naitwa Beatrice Nyambeki, mimi ni bibi ya mtoto wa pastor. Na hao wengine wamesimama ni wachukuu wake. Mtoto wa pastor mwingine ndio wako kule juu. Asante. Asanteni sana. Ningependa nitambue the choirs which are with us, na nitaomba mahali popote mlipo muweze kusimama msalimie kanisa la Mungu. These are choirs which were invited to come and grace our camp meeting. They honored our request and indeed we are privileged to have them. Daraja Mbili Church Choir. Na waomba mahali popote mlipo ndio wale pale kwa ile tent wanatusalimia. Asanteni. Millennium Church Choir. Millennium Church Choir, naomba pia msimame mtusalimie. Wana Millennium, wave. Thank you, God bless. Then Nyangware Church Choir. Nyamware Church Choir. Nyamware Church Choir. Wako wapi?
Asanteni wapendwa. And lastly we have soul winners. Soul winners, where are you? Please rise up. Asanteni. Thank you. We are also privileged to have the presence of our accountant in our conference. Na muomba mahali popote alipo ili aweze kusimama atusalimie. Mr. Kereri. Asanteni. Bwana na binti za mfalme na wasalimu hamjambo. Hatujambo. Happy Sabbath. Happy day. Be blessed. Asanteni. Sasa kuna uwezekano ya kwamba is your first time to worship with us. You could be our guest. I want to extend the hand of welcome on behalf of the members of this camp meeting that feel most welcome, feel at the feet of Jesus, and feel privileged to receive the word of God this afternoon. On behalf of our district pastor at Jogoo, Pastor Lamekatika, I wish to extend his greetings to us. He is not with us. Ayuko pamoja nasi. He is in Paraton. He is having a graduation ceremony tomorrow for his theology course. Ni wangapi pamoja nami wanapokea salamu za pastor na wanamuombea mema while he is in Paraton University? Thank you. May God bless you. Let me take this humble opportunity to welcome our district pastor, Pastor Judith Mugeni, asimame atusalimie na kisha baadaye atatuletea wageni wa camp meeting. Karibu pastor. Nashukuru sana elder. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Tunashukuru Mungu kwa mwaka huu ambao ametubariki tangu tulipoachana mwaka jana, na tunashukuru sana. Kwa hiyo kila mmoja jisikie miguuni pake Yesu, kwa sababu ndio mahali palipo heri. Kwa hiyo karibuni sana kwa kambi la mwaka huu tunapotamatisha. Nataka kuchukua fursa hii niweze kuwatambulisha kwenu ambao wamekuwa wakituhudumia kwa wiki nzima. Naomba wageni wetu wote ambao walikuwa kwenye makambi haya, naomba tafadhali mje hapa mbele kwa upesi ili tuweze kuwatambulisha. Abageni baitu bechikambi mwa turagiria ase ike yengima na bolirie moche gaiga ase ngencho yokwemanyikane. Mungu yu mwema siku zote. Kwa majina naitwa Elder Kamau Thomas Nyabuto, Kisii University SDA, but natoka Nyakonguru district. Nilikuwa nafanya Bible study. Abana banya sambi yamole. Asa Marieta Eunice Mora muko. Natoka kanisa la Gomba, Matoke Camps, Nyamataro district. Nilikuja hapa kusimamia kama women ministry speaker. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Helen Kirubo, kanisa ya Birongo Central, nilikuwa na hudumia ambassadors. Nje tigangiro libageli mbakwani mbiyamole mwezi. Biyamole naende. Mwego wageti asama kambia ya elire. Amaria tangoro kwe valini nyanja mamose korunyamware kanisa ke Tunguru Mukam Center Nyaguta district. Na cheta sengencha bauraka. Happy Sabbath. Kwa machina ni Melio Mai publishing section kanisa ni Peta Living Getembe. Happy Sabbath. Evelyn Machuki ambassadors. Wapendwa katika Kristo mjambo. Batsheba Mukaya department ya health.
Wapenzi wa Bwana na wasalimu, hamjambo. Kwa jina naitwa Sheila Kerubo Obare ama Mrs. Maoga. Natoka kanisa la Jogoo. Nilikuwa mgeni wa watoto wa Real Time. Asante. Hello? Hello? Jogoo Camp Center 2023. Aya, mengine tutaongea mbele. Josh Mongare, Mwembe Camp Center, Gekom District. Asalimu amjambo. Thank you. Tuliokombolewa nao na wasalimu amjambo. Kwa majina naitwa Ruth Member kutoka kanisa la Mwembe SDA Church, Gekom District. Nilikuwa mwalimu wa watoto klasi ya primary. God is good and all the time. Hailini Bosbori Ngare from Moitunya Church, Kemira District, Nyamira Westfield. Nilikuwa mgeni wa watoto wale wadogo, Pigina na Kinda. Yama. Tumekombolewa na damu ya Yesu. Salimiane, amen, oh hallelujah. Tusalimiane. Amen, oh hallelujah. Salome Rasugu Jogoo, nilikuwa mgeni wa watoto wale wa primary. Praise God, Judge. Florence Keva, mwalimu wa watoto katika Pigina. Mbarikiwe. Nashukuru, tunawaambiaje wageni wetu. Kwa wakati huu nataka kuja hapa mbele. Kwanza nikichukua fursa hii kwa wenzetu ambao wamesimamia mitambo, naomba tu weze kuwave keyboard wote ambao wanatushikia mitambo yote, tunashukuru. Kwa choristers wetu kwa upamoja, naomba muweze kusimama, Obedi wote, thank you so much. Ambaye alitusaidia kufanya introduction ya kwanza ni elder wetu Joshua Nyaruati. Elder. Praise the Lord. Thank you so much. Ambaye atatusomea key text ni Elder Otori Joseph. God is good all the time. Karibu kwa makambi ya Jogoo 2023 na 20th up to 26th Millennium Camp Meeting. So tunawakaribisha nyote. Choirs, najua mko karibu kupata barua zenu, but midweek tunawahitaji katika hizo tarehe. May God bless you and feel at the feet of Jesus. Radio Vuna, asante sana, maana mmekuwa wa msaada sana katika kupeperusha hiyo injili. May God bless you all. Thank you so much, Elder. Ambaye ataita wimbo ni dada Eunice. Wana wa Mungu wakuu kwa watoto na wasalamia mchambo. Asante. Atakayetupa hadithi ya watoto ni Braina Varongo. Happy Sabbath. Happy day. Feel welcome. Thank you so much. Ambaye atatusaidia kwa sehemu itakayosalia kwa matoleo, tithes and offering. Tena alitusaidia katika offertory ni Pastor Nico Asuma kutoka Nyamira. Pastor amewave, kindly wave back. Thank you so much. Ambaye nilikuwa nawakaribisha ni mchungaji Judith Mogeni na wasalimia happy Sabbath. You are so much welcome to this camp meeting. Ambaye amesalia ndiye amekuwa mchungaji na mnenaji wetu kwa makambi haya ya 2023 katika kambi la Jogoo. Si mwingine bali ni mchungaji Paul Semba. Mchungaji Paul Semba anatokea katika Central Tanzania Field CTF
ambayo iko katika eneo la Dodoma kule Tanzania. Naomba tu wakati pastor wave, kisha pastor is waving, kindly wave back to him. Thank you so much. God bless you. The program continues. Naomba tufungue Biblia zetu katika Mathayo 24 fungu lake la 14 ambayo imekuwa key text katika makambi haya, na inasoma hivi. Naamini tumefika pale. Inasoma hivi: and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Na Kiswahili inasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Fungu ili litafafanuliwa mnenaji atakapo simama, na karibuni. Tusimame na nyimbo zetu nambari 100. Waimbaji kuja msiti hapo. Kuwatafuta pamoja, kuwatafuta wasioweza, kuomba wamrejee Yesu, kuambia maneno yake, njooni kwangu katika zizi lake la Mwokozi, Yesu Kristo. Kuwatafuta wasioweza, waonyeshwe Mwokozi wetu, kuwaongoza wapate wote uzima ule wa milele.
Vile tumesimama hivyo, tumheshimu mmoja wetu. Umetuokoa, umetusamea dhambi zetu. Wewe ndio unatuponya, ndio unaokoa maisha yetu kutoka mbali na makaburi. Ndio umetubariki kwa mali na hera. Ndio umetubariki kazini, nyumbani, katika safari na katika shughuli zote. Tumekuona kwa uponyaji wako, tumekuona kwa mambo mengi. Na vile vile twakushukuru kwa sababu ya ibada zote tangu tuanze makambi on Monday mpaka tumefikia siku ya leo. Tumeona mkono wako kwa kupitia watumishi wako waliokuwa wakisimamia kila kipindi. Na tena leo tukija pamoja hapa tuwakushukuru kwa wapendwa wale ambao wamekuja kujiunga na wenyeji wa makambi hawa. Na tunaona una mibaraka ambao utamininisha kila mmoja wetu ambao ni mdogo kwa mkubwa. Miongoni mwetu kuna wale wengine ambao tujihisi vizuri. Miongoni mwetu tunaomba afya kutokana kwako. Wale wetu ambao tumewaacha nyumbani ambao wanaugua, wa karibu na wa mbali, tunaweka mkononi mwako. Wengine wamelazwa hospitalini kama Rebecca Nyasunda wa Jogoo Church, pia Samuel Nyakundi wa Millennium, hata Elizabeth, Mama Elizabeth Nyandwaro pamoja na Penina. Wote wengi ambao hatuwezi kuwataja ambao hata ripoti yao wamelazwa kuro. Madaktari wanaofanya, maana umewabariki na vipaji za kuangalia miili yetu, nao wabariki. Sasa mkutano wote tunaukabidhi mkononi mwako. Jinsi walituanzia asubuhi na tutaendelea. Najua wakati watoto wako wamekusanyika kukuabudu na kukusifu, yule mwovu naye huko akizunguka ana lengo na hana jawabu kufuruga mikutano. Lakini tunaomba kwa uwezo wako alishindwa na tena anaendelea kushindwa. Na malaika wako watawale kila mmoja. Mwisho wako tuomba ya kwamba Baba mnyunyishie baraka za mbinguni na upako kutoka mbinguni wa Roho Mtakatifu. Let the all gospel as you had entrusted it to him, ili watu wakaweza kuwekwa huru, watu wakaweza kujulishwa ile haki ya kuwaweka huru, kiwe katika kiroho, wawe watendakazi ambao wamekamilika, wakienenda, wakichumika kwa kutangaza the Great Commission. Na asante kwa sababu ya wale ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo na wale ambao watajitoa siku ya leo. Asante kwa kusikia maombi yetu na ili ombi, maana tumeomba kwa jina la Yesu Kristo na ni Bwana wetu. Amen. Pia najua leo ni siku ya Sabbath. Tunaendelea utaratibu vile ilivyo. Sasa nitawauliza tena semashi wasimame kwa kusaidia kwa kuleta saka na sadaka ya kumwabudu Mungu, as it is our custom in every Sabbath worship. And we meet in every Sabbath worship. Each Sabbath we come with tithes and offering. Kwa hivyo vile tuambie mikono mitupu, bali Mungu ameachagua kwa jina lake. Kwa hivyo deacons and deaconesses, rise up and wait on us. Munaenda huko juu kwa nyuma kwa emete katia yechiema wanatoweke sadaka jeto na jitaisi jeto
unatonarete ngekere togocha kumusasimo monene kere sabato nkorutore. May I request that our choristers wasimame watuongoze tunapomtolea Mwenyezi Mungu. Basi tufanyeni haraka naye kera kwenda wamanyanga ntubu atibiro kwagenda ng'ambwa ngake watambuka tambukiri toko genda ng'ora. Namba 108. Namba kwa sababu Jogoo amukuimba Jogoo Youth sabadhali kiti watapitisha chombo mtoe sadaka yenu mkiwa mnaimba. Tumesikia mbiu Yesu okoa, utangazeni kote Yesu okoa, tini amrio injili bariki, enezeni mbiu Yesu okoa, imba nawe askari Yesu okoa, kwa nguvu ya kombozi Yesu okoa, mbele wenye shida unapoumwa moyo na kaburi lima Yesu okoa, mavumbini iende Yesu okoa, wenye dhambi jueni Yesu okoa, visiwa na vijimbe vilinde tekeni na nchi shangilia Yesu okoa. Rehema yetu ikaribu kuliko tangu tulivyoamini hapo awali. Tujuavyo hivyo kweli sisi sasa, tuamkeni toka usingizini. Usiku umekwisha pita tayari, mchana wakaribia sasa. Tuweke kando matendo yetu ya giza na tutwae wokovu kamili. Rehema yetu ikaribu kuliko tangu tulivyoamini hapo awali. Tujuavyo hivyo kweli sisi sasa, tuamkeni toka usingizini. Usiku umekwisha pita tayari, mchana wakaribia sasa. Tuweke kando matendo yetu ya giza na tutwae wokovu kamili. Tutembee katika kweli kama mchana, wala si katika matendo yetu maovu. Tena tujivike Yesu, tukiweka kando tamaa za kimwili. Roho Mtakatifu asije kujitenga nasi, tubaki upweke, itakuwa ni huzuni tele. Tutembee katika kweli kama mchana, wala si katika matendo yetu maovu. Tena tujivike Yesu, tukiweka kando tamaa za kimwili. Roho Mtakatifu asije kujitenga nasi, tubaki upweke, itakuwa ni huzuni tele.
matengenezo pale tulipoanguka ili tumrejee Yesu. Kabla lango lake la rehema halijafungwa kwetu sisi waja wake, atuombea pale patakatifu, patakatifu tugeuke, tutubu dhambi, maombi yetu yapate kibali machoni pake. Tufanye matengenezo pale tulipoanguka ili tumrejee Yesu. Kabla lango lake la rehema halijafungwa kwetu sisi waja wake, atuombea pale patakatifu, patakatifu tugeuke, tutubu dhambi, maombi yetu yapate kibali machoni pake. Tutembee katika kweli kama mchana, wala si katika matendo yetu maovu. Tena tujivike Yesu, tukiweka kando tamaa za kimwili. Roho Mtakatifu asije kujitenga nasi, tubaki upweke, itakuwa ni huzuni tele. Tutembee katika kweli kama mchana, wala si katika matendo yetu maovu. Tena tujivike Yesu, tukiweka kando tamaa za kimwili. Roho Mtakatifu asije kujitenga nasi, tubaki upweke, itakuwa ni huzuni tele. Tutembee katika kweli kama mchana, wala si katika matendo yetu maovu. Tena tujivike Yesu, tukiweka kando tamaa za kimwili. Roho Mtakatifu asije kujitenga nasi, tubaki upweke, itakuwa ni huzuni tele. Tutembee katika kweli kama mchana, wala si katika matendo yetu maovu. Tena tujivike Yesu, tukiweka kando tamaa za kimwili. Roho Mtakatifu asije kujitenga nasi, tubaki upweke, itakuwa ni huzuni tele. Asanteni, asanteni, tunasemaje? Mungu abariki kwaya zetu kwa nyimbo nzuri, ikiwa hata za youth. Sijui kama kuna mmoja alienda kukusanya sadaka hajaregesa, maana I want us to pray for the offerings. Montonaro tarairani bosia. Tirimbo kingogocha. Time is not on our side. I want to pray before this one sing. Wamekuja wote? Bado ni nani huyu? Leta yechukua nyorige. Right, nafikiri wamefika. Tuweza kutulia kwa ajili ya ombi la sadaka na saka. Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu tumetoa matoleo kulingana na neno lako kwa wale wa kuamini, kwa kutenda kazi yako. Ni baraka yako iwe juu ya kila mmoja wetu, na kwa kazi ile yote ambao itaenda kufanya na saka na sadaka zako, ni katika jina safi la Yesu Kristo Bwana wetu. Sasa kabla mtuweka hiyo kinubi, tuliwasalimia tu kwa salute. Mtu ameniuliza naye aerende nkiwayo kwa ni sadaka kwa jiteko rusioka. Ama tevigendo ikaranze nimbatevi. Pastor Nico Asuma
kutoka Nyamira Conference, mstaafu. You say tired but not, retired but not. Lakini kwa kiserikali mimi ni kutoka Kisii County, Mogetutu cha Nyamira ere Bogirango, njeno Mogetutu moina sobo chini, lakini rero nchapeti mukayo gotugambira igonje no mokisi igande. Pili, nashukuru kwa sababu ya ndugu Nyairo, huyu tumefanya kazi pamoja naye, tumesoma Bugema University pamoja naye, tumekuja tukamaliza crusade wakati tulikuwa Teresi inasaliwa, tulishirikiana naye tukapatisha wale waliojitoa. Sasa Teresi ni kanisa kubwa. Nashukuru pia kwa kumwona ndugu yangu Kereli, maana naye tulikuwa naye wanafunzi kule Bugema University, tena tumekuja kukutana. Kwa hivyo ni mstaafu vile Nyairo amestaafu, na tumeshukuru kwa mambo yote. Wengine wameniuliza kitu gani imefanyika kwa Kidore. Unajua we are in the battle, tuko tunapitana. Jana hivi mlango wa gari naye ulinifinyiria kweli kweli, na banacha ngana nkaboiwerera. Walende mlikuwa na madaktari wetu hapa kwa medical camp, walitusaidia sana, na jana ilikuwa pita kwetu hata kwa menaji mkuu. Tuko na mafua mabluu, tumekatwa mikono, lakini tuliambia shaitani ulishindwa na unaendelea kushindwa. Case of Sabbath tutainuka na tutatenda wajibu wa injili mpaka tumalize. Kwa hivyo endelea kuombea hata mnenaji na wama kubatu wanetie sana injenere mpaka, lakini watu wote na watu wote na torandi mtasidi kumwombea. Asante, Mungu awabariki. Kulikuwa na njaa Bethlehemu ya Yuda, Naomi bwanake Maloni na Kilioni wakafunga safari wakielekea Moabu. Wote hawakupona isipokuwa Naomi. Kulikuwa na njaa Bethlehemu ya Yuda, Naomi bwanake Maloni na Kilioni wakafunga safari wakielekea Moabu. Wote hawakupona isipokuwa Naomi. Ni mara ngapi tumetoka usoni mwa Mungu, eti twajiponya kumbe twajinyonga. Tugeuke twende kwetu Bethlehemu, mahali salama usoni mwa Mungu. Ni mara ngapi tumetoka usoni mwa Mungu, eti twajiponya kumbe twajinyonga. Tugeuke twende kwetu Bethlehemu, mahali salama usoni mwa Mungu. Aliporudi kwao Bethlehemu ya Yuda, Naomi kasihi, msiniite Naomi, niiteni mara nimetenda machungu. Bwana amenirudisha ningali sina kitu. Aliporudi kwao Bethlehemu ya Yuda, Naomi kasihi, msiniite Naomi, niiteni mara nimetenda machungu. Bwana amenirudisha ningali sina kitu. Ni mara ngapi tumetoka usoni mwa Mungu, eti twajiponya kumbe twajinyonga. Tugeuke twende kwetu Bethlehemu, mahali salama usoni mwa Mungu.
kwetu kwetu Bethlehemu, mahali salama usoni mwa Mungu. Ni mara ngapi tumetoka usoni mwa Mungu, eti twajiponya kumbe twajinyonga. Tugeuke twende kwetu kwetu Bethlehemu, mahali salama usoni mwa Mungu. Ni mara ngapi tumetoka usoni mwa Mungu, eti twajiponya kumbe twajinyonga. Tugeuke twende kwetu kwetu Bethlehemu, mahali salama usoni mwa Mungu. I'm one of them. Happy Sabbath. Happy day. Watoto, habari zenu? Hamjafurahia mbona? Nanidanganya, mbona hamjafurahi? Sawa. Leo niko na story ya watoto. Na hiyo story ya watoto inatoka kitabu cha 2 Kings chapter 22 and chapter 23. Nani ataguess ni story juu ya nani? Ni nani? King Josiah, si ndio? So this is where you find King Josiah alianza kurule kingdom yake akiwa na 8 years. Babake Amon alikuwa na worship idols. Nani anajua idols ni nini? Ni nini? Alikuwa na worship miungu. Hata kama Josiah alikuwa mdogo, alikuwa anaona hii vitu zenye babangu ana worship, hii si Mungu wa ukweli. Si servant wa babake akamuua King Amon. Asa ilibakia King Josiah ndiye alikuwa aruli hiyo kingdom. Vile ameachiwa hiyo kingdom, alirule for 31 years. Kurule for 31 years, kufika in his 18th year, aliona hii miungu yenye watu wa Jerusalem wanaendelea kuworship, hii si ya ukweli. Akachukua, akacommand Hilka the highest priest, achukue hizo idols zote aziharibu. Hilka naye akafanya vile king alimcommand. Alienda akaharibu the altars, akaharibu hadi the high places zenye walikuwa wana worship. After kufanya hivyo, akagather all the priests. King Josiah akagather all the priests and the judges of Israel, of Jerusalem, akawasomea the book of the covenant yenye ilikuwa imepatikana kwa temple yenye ilikuwa imefichwa. After ashaisoma, watu wote wa Jerusalem waliagree what they will keep the promise yenye wameambiwa. After they kept the promise, King Josiah alikuwa sasa ashachoka kurule na hiyo kingdom. Hakukuwa na king mwingine kama King Josiah, yeye ndiye alikuwa mzuri. Alifanya vile Mungu anataka. Nani hapa anafanyanga vile Mungu anataka? Unanidanganya. Weka mkono chini. Hiyo si ukweli. Unanidanganya. So the lessons that kwanza nani atatuambia amejifunza nini kutoka kwa hiyo story? Nani? Kuja useme. Sawa. Amekataa. What we learn from this story is that Mungu angalili age, ati we ni mdogo, we ni mkubwa. Hapana. God chooses regardless. And in God's presence, we should have faith. We should stand firm in our faith. Sawa? Story yangu imeishia hapo. Tunashukuru kwa hadithi hiyo ya watoto kwa wakati huu.
Ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha mchungaji aje ili anene pamoja nasi? Mchungaji, karibu na Bwana akutumie. Bantu ba Nyasaye munene mbuya mwaraire na kibono sabato engia sabato engia. Barikiwe. Haleluya. Mimi nimebarikiwa kudumu kwa mara ya kwanza Kisiland. Tangu nimezaliwa ndio nimepata fursa hii hapa Gusii, na nimebarikiwa kuwa na wahudumu wenzangu kadhaa kutoka sehemu mbalimbali kama ambavyo wamejitambulisha, na nimebarikiwa kutumika chini ya mchungaji experienced Pastor Nico Asuma ambaye ametubariki katika vipindi mbalimbali ikiwemo stewardship na vingine ambavyo ameutubu kwa wazi moja kwa moja. Sisi ni mawakili wa Yesu, na wakati mtu anaulizwa wangapi wanamwombea mnaji, watu wakanyosha mikono, nikawa nasema pengine watakuwa wananiombea ili nikatishe somo, because I'm tempted now, I'm struggling. What time should I take? Because it is as if I'm standing between the time of your lunch and to hear the word of God. Wewe unaweza ukaniambia Mungu msimamishe ili nikakule lunch. I'm praying that the Lord's angel may take the hand of your watch until I'm done. Lakini naamini mtakuwa mnaniombea, na ni kweli. Leo nimelala saa moja pekee, baada tu ya kusema twende tulale, na kichwa kikaniuma kuanzia bafuni, na haikuwezekana kabisa kulala. Around saa 5 nikaenda kwa Pastor Asuma, nikapata dawa nikatumia, haikuwezekana. Saa 6 hivi kasoro kaonana na Obed pamoja na Kamau ambao mnawafahamu. Kamau ni mhudumu hapa pamoja nasi, na Obed yuko pamoja nasi na anatuongoza kwa nyimbo. Tukatengeneza dawa tena, nikanywa dawa nyingine, haikuwezekana. Nikashangaa, ndio ninatapika sana. Saa 11 na kitu asubuhi, Obed anauliza unaendeleaje? Nikasema sijaendelea chochote maana sijalala. Kwa hiyo akawasiliana na Douglas Nyamongo. Baada ya muda akafika, aleta dawa nyingine tofauti. Kwa hiyo nikatumia, aliniambia hii baada ya nusu saa unaweza upate vizuri, lakini tukaomba. Na baada ya nusu saa nikaanza kusikia nafuu, ndio nikalala. Lakini hofu yangu kubwa ilikuwa ni hii: huwa ninafanya Bible study usiku kwa ajili ya asubuhi ama kwa ajili ya huduma ya siku inayofuata. Kwa hiyo wakati ninaumwa hivyo, siwezi hata shika kitu chochote. Najiuliza sabato hii nitasema nini? Nikawa namuuliza Mungu na mpango upi?
Nikasema anyway, una watu wengi, wahudumu wapo watasimama. Lakini baada ya kupata tu usingizi akaniamsha baada ya saa 1. Kwa hiyo saa 1 asubuhi nikaamka, ndo nikafungua Biblia kustudy message ya saa hizi. Kwa hiyo saa 3:30 nikamshukuru Mungu kwa alichoniambia, na ndipo nikaenda kuoga na Douglas Nyakundi ambaye ni transport manager Nyandika, na timu nzima ndo wakafika kunichukua ndio kuja hapa. Kwa hivyo ninasimama hapa nikiwa na nguvu na afya kwamba hatimaye ninasimama katika huduma ya Sabato ya leo. Najua ni kama saa 7 hivi, lakini Mungu atanisaidia. Karibuni.